Tu hapa Sabina Chege ametoka Murang'a, amekataa maneno ya kuambiwa juu ya ukabila. Lakini kuna viongozi wanasema kwamba tuwekane kando, tutengane. Tunapoendelea kuzungumza hivi, Mheshimiwa Ali Hassan Joho yuko njiani anakuja hapa. Pia amesema hataki ukabila. Mimi nawaeleza nyinyi watu ya hapa, ndio future yetu Kenya hii iwe sawa, na wakati mmoja tupate kiongozi kutoka Kenya hii, wakati mmoja pia tupate Muislamu akiongoza Kenya hii. Lazima tukatae maneno ya ukabila ambayo watu wanatuuzia Kenya hii, tafadhali. Ndio tunaambia yule mtu kutoka wa Munyoro, wacha kuuza ukabila. Tafadhali heshimu watu wa Tana River. Wacha kusema watu wa Tana River ni wachache. Hata wakiwa wachache ni watu. Hata wakiwa wadogo ni watu. Hata wakiwa Waislamu ni watu. Lazima waheshimu. Hii madharau ya kusema kwamba Tana River haitoshi share, ati Tana River viongozi wafai kukanyaga hapa ati ni wachache, tunasema hiyo ni siasa ya mbali. Wacha kuharibu Kenya. Kule Nairobi umeharibu. Usianze kuleta siasa ya ukabila hapa, kwa sababu watu ya Hola hapa hawataki ukabila. Nyinyi mnataka ukabila? Mnataka ukabila? Katika serikali hii, Pwani sasa hivi iko na ministers wawili. Mmoja anaitwa Salim Mvurya na mwingine anaitwa Ali Hassan Joho. Jamii ama wale ambao wanaslimu Waislamu wamepata PSS ama permanent secretaries, principal secretaries katika serikali hii 12 katika hii serikali. Haijawahi ionekana wakati mwingine. Hiyo ndio inafanya wale wa kabila wanakasirika. Wanasema mbona hawa watu wadogo wanapewa nafasi kubwa? Mbona Pwani inapata mawaziri wawili? Mbona Waislamu wanapata PSS 13? Nyinyi lazima mkatae hao watu ambao wanaleta uchochezi Kenya hii. Mtakataa ama mtakubali? Si mmekataa ukabila kabisa? Haya, wamesema kwamba wataandamana kila wakati, ati wazunguke kule Nairobi kuandamana. Waambie nyinyi ya kwamba Kenya hii sasa hivi shida ambazo zinatukumba ni zinahitaji msaada ya saa hii. Wamama wanahitaji pesa saa hii. Wacha hiyo ndege iondoke. Kwaheri. Enda. Kwaheri. Si ameondoka vizuri? Mwambie kwaheri tafadhali. Mwambie kwaheri. Huyu ameenda, atarudi. Ameenda kuchukua wageni wengine. Mnataka wageni wengine? Ndio pesa zitoshe? Ama nyinyi hamtaki pesa? Ama turudi na pesa? Hata mimi niache pesa hapa? Lakini unajua wanasema tusiletee nyinyi pesa. Wanasema kwamba Tana River ni watu ya chache. Wanasema kwamba Tana River sijui watoshi. Nyinyi mtakubali namna hiyo? Mtakubali namna hiyo? So sisi tunawaeleza wale ambao wanaeneza hiyo siasa ya kwamba Tana River kuna vitu hatutaki. Nyinyi mnataka maandamano? Mnataka kuharibu tauni yenu? Waliandamana juzi, wakaandamana mpaka wakaingia shule ya wasichana, wakataka kuingia shule ya wasichana. Ati walazimisha wasichana ndani ya shule. Wasichana wadogo ambayo inaitwa State House Girls. Kwani hata kama unatafuta Ruto anapatikana kwa State House Girls namna gani honestly? Uingie kwa shule ya wasichana ati unatafuta Mheshimiwa Ruto ambaye ni rais wa Kenya. Kenya hii sasa hivi aielekee hiyo direction. Na nyinyi vijana niwaeleze. Vijana mtupo? Vijana tupo? Tusikubali vurugu hapa Tana River. Tusikubali vurugu Kenya hii. Kenya hii ikiharibika hamna nchi nyingine. Kukiwa kubaya hapa hakuna nchi nyingine. Leo hii tukiandamana ati tunaenda kutoa rais kwenye State House. Nyinyi hamjui. Ukimtoa katika njia ambayo si ya kisheria, jeshi linachukua uongozi. Jeshi likichukua uongozi, hawa polisi ambao unaona kwanza wanakuwa raia. Anaenda nyumbani na bunduki kama alikuwa amesimama nayo. Wale wafungwa ambao mnaona wako ndani ya jela, wote wanaachiliwa. Kama alikuwa amekosana na wewe, anakuja kumalizana na wewe. Wale officers wote wa prisons, wote wanatoka na bunduki zao. Tunageuka tunakuwa kama nchi ambazo hazijiwezi. Kila mtu kwa kijiji anakuwa ya kwamba ako na bunduki na ujini ya nini. Hizi police station zote hazitakuwa station, zitakuwa tu nyumba za vitu kutulia hapo. Ndio maana tunaambia watu, hamjui amani ni kitu gani. Hii maneno ya kusema sijui tunaenda kufanya sijui nini, sijui tunaenda kutoa rais, hiyo ni vitu za kitambo. Wakati huu kama unataka kutoa kiongozi uongozini, unaongoja miaka yake 5 inaisha.
unaenda unapigia yule ambaye unahitaji kura, alafu zinahesabiwa, alafu tunajua ni nani mshindi. Kwa sababu tukienda hiyo direction ambao vijana wameanza kuambiwa ati simama, andamana, fanya namna hii. Sasa ona, Jumatano waliandamana, wakasimama Kiambu Road, wakaandamana, wakavunja maduka za watu, wakamalizana, wakarep wanawake, wakataka kuingia kwa wasichana wadogo kwa shule, wakafanya destruction, watu wengine wakaumia. Jioni ikafika, wakiimba tu sijui Ruto must go. Jioni ikafika, wakalala. Tukaamka asubuhi tukapata bado Ruto ndio rais. Sasa wewe, faida yako ni gani? Ulikuwa unazunguka, unaumia, unajisumbua, kwa sababu sheria hairuhusu vitu kama hivyo. Na hapa Tana River, mnataka hizo vitu ama mnakataa? Si mnakataa hizo vitu? Na makosa ya Ruto sasa hivi ni kwa nini? Makosa yake tu ni moja. Number 1, anasema Kenya sisi wote tuwe pamoja. Wengine wanasema hapana, sisi tunataka sehemu yetu peke yetu tuheshimiwe. Sasa ukisema sehemu yenu peke yenu iheshimiwe, nani ataheshimu watu wa Tana River? Ndio maana leo tumekuja hapa viongozi wote kutoka Kenya mzima kuonyesha hiyo ndio ishara ya Kenya kushikana pamoja. Sio kila siku ukisimama unasema Murima. We Murima, hata hujui inaitwa mlima, unasema Murima. Kila wakati Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe Kwa stories za nini? 254 Across all social media platforms. hapana kuchanganya. Na huyo ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.